Hello Supernachos, mnaendeleaje? Kama kawaida, napenda kuwaletea watu ambao wameweza kufanikiwa katika biashara, watu ambao wako serious, wanajenga biashara, watu ambao wana maono na hii biashara. Kama ambavyo malengo yetu yalivyo, tutawapata wengi sana, tutawatafuta wengi sana, lakini haya yote ni ili waweze kukupa kile walichonacho na wewe uweze kukifanyia kazi. Leo tuna bahati ya kukutana na mtu mmoja ambaye ni rafiki yangu, lakini vile vile ni mtu ambaye yuko makini sana na hii biashara, na kwa muda ambaye nimefahamiana naye kwenye hii biashara ni mtu ambaye ana principles na kanuni ambazo kwangu mimi naona zinawafaa kabisa katika ujenzi wa hii biashara. Kwa hiyo nataka nifanye naye mahojiano kidogo ili aweze kuwapa kidogo, lakini nataka niwaambie kitu kimoja kwamba nimeshakubaliana naye, na usije ukanigeuka, kwamba atakuja kwenye training zetu hizi za Google Meet na atafundisha kwa kirefu zaidi, lakini hapa tutakuwa tuna mahojiano mafupi, atatupa tips kidogo, alafu utaangalia lipi unalishika. Okay. Stella, karibu sana. Thank you so much. Kwanza nashukuru sana kwa kukubali haya mahojiano. Nimemshika ghafla, lakini na uhakika kabisa siku zote wanasema kiongozi huwa yuko tayari. Kwa hiyo hata yeye naamini kwamba yupo tayari. Kwa hiyo Stella, mimi nilikuwa na maswali vidogo tu ambavyo ungenielekeza jamani. Nikudokeza? Unanibaka hapa barabara na nini ofisini. Sasa nilikuwa sitaki nikudokeze ili usijiandae. Nataka tu nikupe uwaeleze, kwa sababu ni vitu ambavyo nadhani unaviishi. Mimi cha kwanza kabisa ambacho ningependa kuelezea ni kwamba tulikuwa na event hapa juzi hapo The Warehouse Arena Masaki, na kati ya watu ambao walikuwa recognized na kati ya watu ambao walikuwa na recognized as top pins kwa kipindi chetu hiki ilikuwa ni wewe. Je, unaweza ukatuambia kwanza unajisikiaje? Humu na baadhi ya diamonds ambazo walikufurahia sana. Nilikuwa nikikaa nao kwa jana, wananiambia ni namna gani ambavyo walikupenda, namna gani ambavyo story yako ulitoa. Tena Kellen, wewe Kellen alikuwa anaongelea namna gani ambavyo story yako ilimgusa na all that. Hebu kwanza tuambie, kabla tujaongea mengine yote, ulijisikiaje hiyo siku kwanza? Okay, kwanza nikushukuru Kellen. Yaani Kellen, thank you so much. Kwanza unamfahamu? Simfahamu Kellen. Okay. Naweza nikapata. Basi nitaachia na kutumia picha yake. Okay. Au nitawakutanisha kabla hajasafiri. Nakushukuru sana. Na wengine wengi. Kiukweli nilijisikia vizuri. Kwanza niwashukuru Watanzania kwa ujumla, walinishangilia kiukweli. Also you don't know how much nilijisikia vizuri sana. Kwanza nilijisikia very emotional kabisa, mpaka nilitaka kulia, kama sio kwamba nililia. Kwa hiyo nilifurahi kwa sababu mimi wakati naanza biashara sikujua kama ningeweza kufika ile pini. Ni pini kubwa kabisa, nikifikiria upline wangu alikuwa kwenye hiyo pini last year. Kwa hiyo mimi kuingia kwenye pini ambayo upline wangu alikuwa, yani nilikuwa naona tu nimefanya kitu kikubwa. Na pia nilikuwa naangalia kama nimebakiza kapini kamoja, kama Mungu atapenda niwe. Hivi kwanza unajua ni pini gani unayoongelea hapo? Maana wengine wanasikia pini kubwa. Sio Mtanzania pini kubwa kwamba analibeba kichwani. Hapa tunaongelea 3 Ruby Director. Pini upcoming PT. Amen. One pin to PT. Kabisa. Yes, I feel so good. Nilisikia vizuri sana. Okay, fantastic. Lakini pia tukiachana na kwamba hii ulishangiliwa, umekuwa kama vile, siwezi kusema bahati kwa sababu ni kitu ambacho unakifanyia kazi. Nilikuwa nataka niseme umekuwa na bahati, lakini nadhani haifai kwa sababu kwenye biashara hamna bahati. Hii biashara unapata kile ambacho unakizeea. Sasa nilikuwa nataka nikuambie kwamba Impact Summit kadhaa zilizopita, sikumbuki ipi exactly, lakini kuna Impact Summit ambayo uliweza kuibuka kama the number 1 world team na the number 1 Sapphire Director. Nakumbuka jinsi mpaka step zinakataa lakini zilikuja. Kwa kweli ile siku ilikuwa ni tukio kubwa. By the way, mimi ni wakati mimi naanza biashara Austin, nilisafiri kwenda Kenya nikiwa na miezi miwili kwenye biashara. Nilikuwa nipata incentive na nilienda nikiwa senior manager. Nilienda nikiwa tu ninajua nasafiri, kwa kama anavyosema kila siku nilianza kwa sababu ya address. Kwa hiyo wakati niko Nairobi sikuwa nawaza biashara, sikuwa nimeianza. Nilienda tu ili niende nchi za nje, yani address naelewa. Lakini nilipofika pale kwenye ule mkutano niliona picha kubwa ya biashara, nikaona watu wakifanya mambo makubwa, ile kitu nikatoka nayo kichwani kwamba ni kitu kikubwa na mimi nakitaka. Sasa lakini kwa mimi nakitaka, sikuwaza kwamba ninatakiwa niwe switch namba ngapi, sikuwaza. Ila nilifurahia na nikaiamini biashara kupitia pale kwa sababu ya stories za watu wengi.
Kwa hiyo mwaka uliofuata my upline akawa number 1. Beatrice Msofia. Kwa hiyo number 1 pale nikasema kumbe hivi vitu vinawezekana. Sasa mimi sikuwa najua web team ni nini. Kumbuka hapo tayari bado nilikuwa niko director. Kwa hiyo nikasema ninataka niwe Sapphire mzuri. Sasa Sapphire ilikuwa ndio step yangu by then, yes. Wakati Beatrice anakuwa number 1, I was just a Sapphire. Kwa hiyo nilipambana, nikawa namwambia Dabisa, I just want to be number 1 Sapphire. Kwa hiyo ile Sapphire nilivyoitwa, nilikuwa kabisa nimekaa kwenye kiti najiandaa, sio kwamba ilikuwa surprise. Kwa hiyo nilikuwa tu niko pale najiandaa, nikawa nasema kabisa wakiita nasema bado jina langu. Yaani nilikuwa nasema nitakuwa number 1, number 2 au number 3. Yaani nilikuwa nimepanga. Nilikuwa nimefight for number 1. Lakini nataka nikwambie, tulipomaliza sasa Sapphire nikaitwa number 1. Sikulia, nilifurahi kabisa, nikaenda pale nikacheza cheza. Kulia wewe. Number 1 Sapphire. Nataka nikueleze. Yaani it was normal kwa sababu ni kitu ambacho nilikipanga. It was not a surprise. Nilikuwa I fighted for it. Sasa swali ilikuwa mfuata, nilikuwa nataka kuuliza hivi vitu huwa unapanga unavipigania au vinakuja tu? Kiukweli Sapphire niliitaka kwa sababu upline wangu alikuwa amekuwa number 1 waiting. Na mimi sikuwa najua kama waiting ni Sapphire and Rubies. I thought na waiting ni watu wengine na Sapphire ni watu wengine. Kwa hiyo nikawa najua mimi nitakuwa number 1 Sapphire. Upline wangu nilikuwa najua vile zinatapambana na wakina Husna. Sio umenielewa. So mimi I fighted for my number 1 Sapphire. Na ni kweli nilipoitwa number 1 sikuwa surprised if you remember. Nilienda pale kabisa nikiwa furaha kwenda kuchukua trophy yangu ambayo nimepambania. Sasa tuliporudi kukaa wakaanza kuita waiting. Mimi sikuwepo kabisa. Yaani nilikuwa naendelea na shughuli zangu, tunapiga umbea na mwenyewe Huruma Msofia atakuwa wangapi, atashindwa, atashinda. Surprisingly nikaitwa kama number 1. Nikwambie tu it was, yaani nilikuwa nashinda hata kunyanyuka. Kwa hiyo unapopambania vitu na vingine vinatokea automatically. Unapomwambia mtu pambania incentive ya kwenda beach party, atajikuta anaenda Dubai. That is what happened. So okay. Kwa hiyo unachojaribu kuambia hawa supernaturals au hawa ndugu zetu ni kwamba lazima lazima wafanye kimkakati, asitegemee miujiza. Maana kuna wengine mwenyewe mnategemea chafya, mnasema mafanikio ni chafya. Umefika. Na tena nikwambia is not hivyo kabisa, sio chafya, lakini unapopambania vile ambavyo viko ndani ya uwezo wako, vile ambavyo unajua vinavitaka, automatically vikubwa vinafanya. Yes, ndio maana ukiwa unapambania hii mambo ya unajikuta unasema hivi twende dinner, lakini automatically unakuta unapata bonus kubwa. Kwa sababu unapopambania kwenda dinner, PV zinaongezeka, downlines wanaongezeka, automatically unakuwa director. Unakuwa unapiga kwa. Kwa hiyo tupambanie vitu na vikubwa vinakuja zaidi. Na hebu ambie kidogo kuhusu 330. Katika kupambania vitu, kati ya vitu ambavyo sasa hivi mimi najaribu kuadvocate pamoja na viongozi wenzangu ni umuhimu na nguvu ya 330. Lakini kuna wengine ambao wanaweza kawa hawaelewi tunapokuwa tunaongelea mambo ya 330. Yaani wewe unaweza ukalisemea vipi unapojenga biashara kwa kutumia 330? Yaani 330 mimi kwanza ilifika mahali nikajua kabisa watu ndio utu wa mgongo wa hii biashara. Na niliweka mikakati na viongozi wangu, uzuri tunasikilizana. Kwa hiyo tukasema tusaidie watu kufanya 330, tutawapeleka tukawa tunaenda mpaka 5-star hotel. Yaani I remember very well. Mwaka mmoja wa nyuma tuliangalia nini biashara yetu inataka. Kwa hiyo tukaanza kuweka mikakati, tukaweka 330. Ngoja niwaambie, kuweka watu 3 kwa mwezi ni minimum. Yaani ni kiwango cha chini. Kiwango cha chini ambacho ndio kinatakiwa. Sio lengo kubwa. Lakini hiyo ndio minimum. Kwa hiyo mtu ambaye haleti watu 3 kwa mwezi hatakiwi kusimama popote akasema biashara ni ngumu. Maana yake hujaleta watu. Ukileta watu 3 biashara haiwezi kuwa ngumu. Lakini ukileta watu 10 unakuwa na biashara kubwa sana. Lakini yani ukileta mtu mmoja biashara isipokuwa usilalamike. Ukileta watu 2 biashara isipokuwa usilalamike. Usipoleta mtu ndio kabisa usiongee. Lakini ukianza kuleta watu 3 kila mwezi, your business is going to be inaenda kuanza. Ukianza kuleta 5 au kani mobilize na timu yako mkaanza kusponsor watu wengi, then biashara ina boom. Yes, kwa hiyo 330 ni kiasi cha kawaida ambacho ndio kila mwanachama anatakiwa kufanya. Kwa wale ambao hawafanyi 330 au ambao hajaleta mtu kabisa, unakwambia kaa kwa kutulia. Usianze kunungunika na kusumbua watu. Biashara haikui. Ukichola structure utaona kabisa inagoma. Kwa hiyo kama unaleta watu 3 structure ina. Kwanza unakuwa unajiuliza huyu mtu naanza kumsaidiaje? Maana tunasema tuweke vikao tukusaidie kujenga biashara. Chora hamna kitu. Yaani watu wote wanaonitazama sasa hivi supernatural wherever you are, kama haufanyi 330 huna nafasi ya kwenda kwa upline, kwa sababu
vitu vyote tunavipata. Kama ni bidhaa wote tunazijua. Kama ni basics kufanya wanononi unajua. Hapa inatenda kukusaidia kufanya wanononi na downlines wako. Sasa wako wapi? Kila siku nakufanyia wewe, haiwezekani. Inakuwa haiwezekani kabisa. Kwa hiyo huyo mtu tu aanze kuprospect, aanze kufanya nameless kama mtu aliyeanza ugavi. Okay. Nadhani mmeyapata hayo mambo. Haya, tunaongea kutoka through na cameraman wetu. I hope una record. Sio kama tunaongea hapa hamna kinachoendelea kutokaanza moja. Okay, mambo yakiwa mambo mazuri na shakambu kasahau kashika tu hivi kama anapiga picha. Wakati sisi hapa It's happened this wakati ndio mwanangu analikogunizwa Wasafa ya direct. Nimemchukua mpaka mbele kumbe nilikuwa sijabonyeza. Nilikuwa umeshika hivi mwisho wake hamna. Nilikuwa excited na suti yake ya blue upande mmoja upande mweupe. Akili yangu ikahamia pale. Pole sana. Sasa hapa kitu kingine ambacho ningetaka kuuliza ambacho naamini kitawasaidia hapa watu kwa mimi kwa mtazamo wangu na nadhani kwa Tanzania, kwa sababu kwenye hii biashara kuna mambo mengine hayafichiki. Mtu anapojenga biashara ikawa consistent, unaona sio miujiza. Tukisafiri tulivyokuwa Cape Town, tumesafiri karibia destinations 5 pamoja, na siku zote naona wakiwa wanatambua watu ambao wamequalify 12 out of 12 siku zote upo. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba kati ya biashara ambazo zina muendelezo ziko consistent na imara, ya kwako ni moja wapo. Sasa unaweza ukatuambia labda siri ya mafanikio yako nini, au motivation yako ya kujenga kitu kama hicho nini kabisa? To be honest, watu wamefuata hela uso. Na hela iko kwenye consist. Ukiwa director leo, kesho usipokuwa director, cheo unabaki nacho lakini unatoa pesa. Ukiwa manager unapata shilingi 17,000. Si ndio? Lakini tunaamini kwamba ukiwa tena yani kama unafanya sasa ile 330, mwezi ujao utakuwa manager, utakuwa senior manager. Na ukifeli kabisa utarudi kwenye manager. Yaani ni aibu kutoka kwenye manager kurudi kwenye ugavi. Kwa mgavi hai. Tuna expect ubaki kwenye manager au uende next step.